Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ama ba'd. Naam, tunaendelea kuelezeana kuhusu masala mazima ya uchawi. Inatakiwa wewe unayenitazama uweze kufahamu uchawi ni nini kwa mujibu wa kisheria. Kwa sababu ya muda sintozungumzia kilugha, tazungumzia kisheria. Unapozungumza kisheria ukasema uchawi, maana yake ni nini? Shekhe mmoja katika mashekhe wa Kiislamu anaitwa Fakhruddin Razi alisema kwamba as-sihrun fi urfi shar'i mukhtasum bi kulli amrin yukhfa sababuhu. Unaposema uchawi, maana yake unahusisha kila jambo ambalo jambo hilo huwa sababu zake zimefichikana. Kama maradhi, basi maradhi yake sababu yake imefichikana. Mtu unamkuta anaumwa, unamuona anaumwa na kichwa hasa analalamika kichwa, ukienda ukafanya vipimo kichwa hakina matatizo. Hizo miongoni mwa sihiri. Lakini wayatakhayalu ala ghairi haqiqatihi, na upambika ile mandhari ya maradhi yanajipamba kwa sura ambayo si asili yake, si uhakika wake. Hiyo ndio sihiri. Wayajri majra tamwihi wal khada'i, lakini kadhalika inatembea hiyo sihiri wa uchawi, unatembea katika mwili katika njia ya kujificha na khadaa. Namkuta mtu kimwangalia mandhari ni mzima wa afya, lakini kumbe si mzima na changamoto nyingi anazo, anasumbuliwa na mengi. Kwa hiyo ni alama miongoni mwa alama za sihiri kwa mujibu wa Sheikh Fakhruddin Ar-Razi. Na huo ni mifano mingi tu. Ndio maana nakuta wakati ya Nabii Musa alayhi salam watu walikuwa wanafanya mambo ya uchawi, wakawepo wanafanya vituko vyao, lakini uasilia wake ulikuwepo hauonekani, na kinachoonekana kinyume chake. Kamba inakuja inaonekana kwamba nyoka. Hiyo ndio aina na miongoni mwa aina za uchawi. Uchawi ni nini? Uchawi Ibn Qayyim anasema kwamba hayo ni mafundo. Ndio anavyosema. Ni mafundo na mazinguo na maneno ambayo msemaji wa maneno hayo kwa mfumo wa mazingira hayo akiyasema au akayaandika au akafanya kwa mujibu wa maelekezo anayopewa, tayari kuna uwezekano wa 1% kubwa kumuathiri yule ambaye unayekusudia kumletea madhara katika mwili wake kwa namna moja au nyingine, tena pasi na kumshika wala kukutana naye popote alipo. Basi ikiwa ni hivyo, uchawi ni kitu ambacho chenye hakika, kwa sababu hata katika Qur'ani uchawi umeelezwa kwa umakini zaidi, na dalili zipo mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedhurika kwa uchawi. Hivyo basi wewe ukajiona una moja ya majambo haya tunayotaka kuyaeleza, basi wewe kuwa makini uweze kuchukua tahadhari. Kuna baadhi ya uchawi unaweza kukusababishia kifo, yakifanywa tu mazingira fulani, unaweza ukaondoka akhera hali ya kuwa muda wako huenda ulikuwa bado. Kadhalika inawezekana kwa uchawi huo ukafanyiwa mazingira, ukaingia maradhi ambayo hauwezi kuamka, isipokuwa muda wote utadumu na maradhi, utadumu na mitihani, utadumu katika hali ya namna kama hiyo. Hizo ni naun min anwa'i sihiri. Au mtu anaweza akakugombanisha baina yako wewe na mkeo. Wewe unayenisikiliza ndani ya muda huu, ukijiona unagombana sana na mkeo mara kwa mara, hebu chunguza vizuri kwanza. Inawezekana sio mazingira yenu. Nitakupa mfano. We mkeo umeenda umemuoa hali ya kuwa mnapendana, mmeenda kuangaliana, mmekaguana kabisa, kila mmoja kamkagua mwenzie kwa undani zaidi, akajikuta kwamba huyu mashaallah. Leo inakuwaje wewe mwanamke huyu umekaa naye au mwanaume huyu umekaa naye, unamuona sura yake kama mbwa, unamuona sura yake kama nani, unamuona kama nani? Hii sio akili yako. Ukijiona una mazingira kama hayo, hebu chukua hatua kabla ya kuachukua maamuzi yasiyoeleweka. Kwanza hebu chunguza vizuri katika hili, ili iweze kupata salama ndoa yako. Utamaliza wake au utamaliza wanaume, kumbe sababu kubwa sihiri imeweza kukuathiri katika mwili wako. Hivyo basi ukijiona na mazingira kama hayo,
muombe Allah subhanahu wa ta'ala kuondolee hali hiyo, na Allah atakuafu kwa namna moja au nyingine. Na vile vile unaweza ukapata huduma kama hizo za kuweza kuondosha shida kama hizo, ikiwa huna uwezo wa kuzifuatilia wewe kama wewe. Naweza ukawasiliana na watu wenye taaluma na majambo kama hayo. Wewe ukiwepo na janga kama hilo, unaweza ukatutafuta, tunaweza tukakusaidia. Sisi tutaweza kukusaidia kukupa dawa, lakini uponyaji ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Namna gani mchawi anaweza kufanya majambo mpaka wewe ukaweza kudhurika? Tuendelee kufuatiliana katika clip ya baadaye ili uweze kuona nini kinachoendelea. Kikubwa zaidi afanyie kazi haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.